hapa, watu wa hapa Kongamano. God is good and all the time. Ege ishara na mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho rege. Ano itumule oku. Nomu yuberege. Wanasiya mirakara. Wanari niyomeji wakaheji wakaide. Baba watu wa askofu, mimi nataka niseme asante kwa kupata nafasi kuja hapa kuabudu na kuwa pamoja na hao washirika. Na katika mahubiri ya leo umetueleza vizuri mambo ya uongozi na mambo ya expectations, na umetugusa sana, kwa sababu hapo ndio tuko kama taifa. Tulikuwa na viongozi walituahidi mambo mengi sana na tukakuwa na expectations, na karibu kila mtu katika taifa la Kenya amekuwa very disappointed, na hapo ndio shida iko. Na kwa hivyo mimi niseme tunataka kanisa liendelee kutuombea, liendelee kuombea taifa letu, liendelee kushikilia hao washirika, kuwapatia mwelekeo na kuwapatia imani ya kwamba juu ya hayo yote iko Mungu mbinguni, na yule Mungu ambaye tunaomba atatuonekania na atatusaidia. Mimi nimefurahi sana kwa hili kanisa, na the spirit in this church is very good. Kanisa sio jengo, ni washirika na mhubiri. Majengo tutajenga polepole. Na kwa hivyo mimi na timu yangu, kwa sababu tumekuja, tutatoa ile tutaweza tusaidie katika mjengo na nyinyi muweze kuendelea. And I see a very beautiful building there. Nimeona very nice abolition. That is the way to go. We support another day. Na Mheshimiwa Koimburi, asante kwa kutuleta hapa na tumepata kubarikiwa sana. Mimi niseme 2-3 things. Ya kwanza, Bishop umesema mambo ya expectations. Nao waheshimiwa wamerudia. Sisi tulipiga kura hapa katika mlima huu, tukapigia William Ruto. Alikuja hapa ameshika Biblia, akasema ameokoka, tukamuunga mkono na akatuahidi kila kitu, si ndio? Akaahidi mama mboga atamuinua, akasema ni serikali ya mama mboga. Yule mama mboga saa hii mtoto yake ya university ama nyumbani, akasema hii ni serikali ya bodaboda. Bodaboda ilikuwa 120,000, sasa ni 200,000. Spares 20,000. Hao watu wote walikuwa na expectation, wamekwama. Mambo ya mabarabara akasema atajenga, hakuna kitu naendelea. Mambo ya stima hakuna kitu naendelea. Sasa nimeona ametuma hii vijana hapa na pesa ati kufanya empowerment ya mama mboga ati na bodaboda, na alikuwa amesema akichukua serikali atakuwa na programs ya serikali ya empowerment ya bodaboda na mama mboga. Sasa vile alidanganya mama mboga na bodaboda, anafikiria anaweza wadanganya na second time. Hakuna. Hatuwezi kubali. Hakuna. Mimi nataka tu nimwambie ndugu yangu William Ruto, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Hizo empowerment inaendelea ni uongo mtupu. Hakuna haja uchukue pesa ya serikali ya kununua madawa uende upatie akina mama ya mboga ati waende nayo hospitali. Wacha pesa ya madawa ikae kwa hospitali. Hiyo pesa yote ni ya wizi. Nimepatiwa hao vijana wanasumbuka kila group 10 million. Lakini mimi niliambia watu wetu
tusikubali ndovu ikuve na pembe. Lazima tugoe hizo pembe kabla tusike ndovu. Si ndio? So those things zinaendelea is a waste of time. Lakini kwa sababu hiyo pesa imeibiwa na msipochukua itapelekewa wengine, chukueni hiyo pesa. Bora msichanganye na ile iko kwa yako ile nzuri. Kwa sababu hiyo ni pesa imelaaniwa. So we want to say those tactics ulitumia that time cannot apply now. You can cheat people once, but you cannot cheat them a second time. So watu wanatulia tu, wanaangalia na wanaelewa what is going on. Mambo ya payslip, wale wafanyikazi wote wako hapa, private sector, public sector, payslip yao imekuwa raided. Their purchasing power has been eroded. Ndio tunasema serikali tunataka kuunda, our first responsibility is to restore the dignity of the payslip. Hao wafanyikazi wapate heshima yao by not raiding their payslip. Kingine tukitaka tuseme, nimeona rais analalamika ati viongozi wanasema Ruto must go, atawana agenda nyingine. That is not our agenda, William Ruto. Hiyo si agenda ya viongozi, hiyo ni agenda ya Wakenya. Sisi we are doing is aligning with what the Kenyans are saying. Kenya wanasema ndio uchumi hii iboreke, lazima ufanye nini? Wanasema ndio payslip irudi, lazima ufanye nini? Ndio SHA ifanye kazi, lazima ufanye nini? Ndio watoto wa university wasome, lazima ufanye nini? Ndio ufisadi ishe, lazima ufanye nini? Ndio corruption ishe, lazima ufanye nini? Ndio ukabila ishe, lazima ufanye nini? That is not our agenda, really. It is the agenda of the people of Kenya. Ourselves, we just align with the people of Kenya. Because sisi ni watu ya kutumika. Sisi ni watumishi. So wananchi wakisema hiyo, we just align. So wewe kama uko na shida na hiyo agenda, you have to talk to the people of Kenya and convince them. Mimi niseme, nimesikia rais siku alikuwa na show. Anasema ati mimi hakuna kazi nilifanya Kenya. And I was very incompetent, I was very frightened. Ninataka niseme kama kuna kazi yote ambayo imefaulu, ni kazi mbili ambayo mimi nilifanya. Mambo ya kahawa, mimi ndio nilisimamia coffee reforms. Mpaka for 2 years nikaita coffee conference 2023 pale Meru, nikang'ang'ana na hii makateli, nikarekebisha. Wa leo farmers wamepata between 120 shillings to 180 per kilo. Hiyo kasi ndio kufanya delivery. So unaona hii wajumbe yake wanazunguka kila mahali wakisema ati rais alifanya. Mliona yeye akifanya kazi ya kahawa? So mimi naomba wewe William Ruto na watu yako, hiyo kazi nilifanya msiharibu. Hii bei msiharibu iteremke. Mwache hali nimeifikisha au improve it. Kazi nyingine nilifanya ilikuwa ni kupigana na pombe na kulevya. Nilipigana msikupigana. Ilikuwa imeisha, haikuwa imeisha. Imerudi, haijarudi. Hiyo ni kazi nilifanya. Nilisaidiwa na mke wangu kwa Statokas, tukafaulu. Vijana wakakuwa wasafi, wakawachana na pombe, wakarudi nyumbani, watoto wakazaliwa. Rais wakiwa na Mr. Yesa wamesema pombe irudi. Ati ndio vijana wetu hapa kwa mlima wakufi. Sasa niseme nyinyi kazi gani mmefanya? SHA mumeangusha, university mumeangusha, kila kitu mumeangusha. Kazi mbili ambaye inajulikana kufaulu ni hiyo mbili. So please, mkizunguka useme kazi yenu. Museme kazi yenu. Na muambie watu hata kama umekuja na pesa na magunia, why is there no medicine kwa hospitali? Because hakuna haja mletee watu pesa na magunia, alafu wakienda hospitali hakuna dawa. Na ile watu mnapatia ni watu wachache, wengine wote wamekwama wako pale. So mimi ndio nimalize niseme mambo ya IEBC usijali. The Supreme Court 2013 ruled that the polling station
resort is final. Hiyo ndio ya maana. Wale watu wako pale IBC kazi yao ni makarani ya tali kufanya addition na calculator. Mlipiga ngapi inaunganishwa. So there is no problem. What is important ni Wakenya wajiandikishe. Majenzi mpo? Nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali jenzi na muomba. Mwende mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya masomo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. So wacha tujiandikishe, tukue kura, tukue tayari. Haya maneno yameendelea kotini. I want really to say, I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, Rigathi Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. And the framers of the 2010 Constitution created 4 levels of judicial intervention: the Magistrates' Court, High Court, Court of Appeal, and the Supreme Court. So that if you don't get justice in one of the levels of intervention, kama upate justice pale Magistrates Court, utapata High Court. Usipopata hapo utapata Court of Appeal, usipopata hapo Supreme Court. In those 4 courts, somehow we have judges of integrity who will be able to give justice not only to Rigathi Gachagua but to the people of Kenya. So hao mawakili wetu waendelee kukutana. Sisi tunaendelea kuunganisha watu wetu. Na mimi I want to assure you the people of Juja. Hii maneno iko sawa. Hii uchaguzi inakuja? Iko sawa. Tuko hapo. Si niko hapo? Si Kalonzo hapo? Si Eugene hapo? Si Martha Karua hapo? Si Matiang'i hapo? Sisi tutaketi. Si mimi niko? Si niko? Si unanijua? Si mtu ananielewa vizuri? Sisi hatuwezi kusana. Sisi tutaketi tutoe mtu mmoja. Kama ni mimi nitatolewa. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya miguu. Na tunasema we agree. Kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Ikisemekana si mimi ni Kalonzo, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana si mimi si Kalonzo ni Wamalwa, sisi yote tutamunga mkono. Isiposemekana ikiwa sisi yote ni Martha Karua, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana sisi sote ni Matiang'i, sisi tutamunga mkono. Bora tutoe one. Hapo mko tayari? Mtu mmoja peke yake. Na hao wanaomba Mungu atatukosana. Na nyinyi muombe Mungu tukae pamoja. Unaona kama Mungu anasikiza nani? Mungu anasikiza nani? Mtakuombea? Tuombe tukae pamoja. So that we restore this country. We liberate this country. We have a job to do. Mimi niseme uko kirema. Adwakire mwe gugu. Ngorusho uku. Dakarone dia agent de no aletu. Ako ngorela kuna tena. Nemu wokera tena. Basi kama. Basi kama. Iwe ndio tuikaangalia mundu kete. Na ndio tukamwera jana. Mure ndagi na mbere muikarira kana okiririe. Ndia kirire andũ aitũ. Mũndũ ũcio ndagatukuoya wana. Nĩ atuhenirie. No atuhenirie rita rĩa kerĩ. No tucokie karana karũi. Andũ aitũ ngĩtahĩka wendo ũrĩa matahĩka. Koguo agarehe mbeca cia boda boda, inyuĩ kana cia boda. Mũrĩe mbeca icio. Ararehe cia mama mboga, mũrĩe mbeca icio. Njogu ndĩrathimwo na kĩ? Tondũ ũguo nĩguo andũ othe maikaraga.
wake na muno na gukiria hau kiama gitu riu gitayari ono maidia kana turekire niko jiruti na ngari yake yene leo ngari tu tayari ndio tayari. So hii wiki hii itazindua chama chetu cha taifa cha kisiasa na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana Lodge. Utakuja? Hiyo chama ndio yetu. Tunajua huyu Ruto amepanga chama ndogo mahuilu bado ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow. Ametengeneza mahuilu bado mingi sana. Hata atajaribu kusimamisha marais huko. Hapo mkulima atajiangalia kuna yetu. Tunapo right. Sisi hatuwezi kubali, huwezi kama sisi. Chama watu wanajua chama yao. Candidate wao watajua. So wewe ukileta candidates wagawe kura zetu tunakujua, tunakuonea mbali. Kwa hivyo mimi sitaki nipite kutoka hapo. Unataka mama boys amsalimie? And your spouses, kanisa yetu ya Full Gospel, our leadership, the People's Deputy President, and the leadership wale wamekuja. Bwana asifiwe tena. Today we have been taught a very good lesson. Na tumeambiwa kuna mama mmoja ambaye alichukua mtoto alikuwa anaitwa Musa. Hebu angalia mama yule ako karibu na yeye umwambie Happy Mother's Day. Angalia mwingine umwambie Happy Mother's Day. Mothers are very, very important. Semeni mama ni muhimu sana. If there is somebody who has been born of a mother, I want you to look on one side and tell the other person, Happy Mother's Day. Wale hawasemi hamujazaliwa na mama. Nimesema if you are born of a mother, look at your friend and tell them, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. That tells you how significant a mother is. Every one of us has been born by a mother. And you know a mother's work is to transform. She is supposed to be a changing agent. Sema mother is a changing agent. Sema mother is a transforming agent. That is why we have mother type, mother everything. And therefore today, I stand here as a mother to speak to my children and to my boys particularly. Do not allow yourself to drink, to take drugs and die. Because many people are looking into ways of making our communities extinct. A cry of a mother today, the cry of a mother. The cry of a mother is justice to our children. Say the cry of a mother is justice to our children. Is justice to our communities. And justice that brings economic growth. God bless you. Asante sana. Huyu Koiburi anapeleka nini mzuri? Anapeleka nini mzuri? Amesimama na ukweli wakati ya finance bill, and that is what a leader does. You listen to your people and obey what they tell you, because sisi ni wafanyakazi na huwezi kushana na wale watu ambao wanakupatia kazi. So Koiburi, congratulations, endelea. MCAs uendelee.
let us continue listening to our people. Waheshimiwa, tusaidie kanisa. Nani? Ningetaka pia tusaidie hii kanisa waheshimiwa. Ndio sasa sisi tuchangie hata hiyo ndio tusaidie hii kanisa, si ndio? Asante sana. Lord, thank you very much. Asante sana. Shimo leteni tusaidie hii kanisa. Ndio umoe kule alafu ivutie hapa. Tunaambiwa tusitangaze donations. Left hand should not know what the right hand is doing. Thank you very much. Tuweze kusaidia hii kanisa letu. Thank you sana mheshimiwa. Asante sana sana wetu.